Habari za leo ndugu zangu, ninawashukuru sana. Ninaitwa Sifairi Mabuka. Nimepata ajali usiku wa kuamkia leo maeneo ya Mbuyuni kuelekea Arusha. Ashukuriwe Mungu, nimetoka salama salimini. Hali ilikuwa hivi, ni muda kwanza kabla yote hata kupata ajali. Hii ajali niliona tokea tuko Dodoma nikiwa na vijana wangu pale, na wakati nawaambia, wakati wao wanataka kwenda Dar es Salaam, nikaambia kwa sababu tunaenda, kwa nini msiende kupandia basi kwenda mkapandia Arusha? Wao kulikuwa na jambo fulani akanishughulikia. Lakini wakati nimesogea mbele, nimefika maeneo ya ya sokoni pale mbele Dodoma, nikapiga tena simu nikaambia, nikataka kuambia kwamba nimepata ajali. Wakati hajatokea suni, sema tu kitu cha namna hiyo ili waje tuende tupite njia hiyo. Baadaye nikaacha, nikafika mbele, nilikuta mtu amepata ajali. Baada ya kupata ajali mtu, nikasimama nikampa pole, akawa ametoka salama, alikuwa sawa. Wakati nasogea mimi nawasha gari yangu niendelee, nikawaza, nikasemaje, vipi mimi uko mbele naweza katokea jambo, itakuwaje kama limetokea jambo, ajali nikapata na niko peke yangu usiku huu? Basi kilichotokea, nikiwa kwenye mwendo usiku, spidi kwa kama 100 hivi kama sikosei, ama 80, kwa sababu sikuelewa kilichotokea. Kusema ukweli, kwa haraka kilichotokea kwa haraka sikuelewa. Nikajikuta kwamba nimehama kwa barabara ghafla tu sekunde moja, na wakati huo nilikuwa nimelala katika huko, wakati nimetoka huko nyuma safari, nilikuwa nimelala kama mara 2 kupunguza usingizi. Lakini hapo tutoka usingizi wa ghafla sana, sekunde moja, nikajikuta kwamba na gari imeacha barabara, imekuja upande wa kushoto kwangu, iko spidi, inapita pembeni mwa barabara na haijabinuka kwamba ianguke, imepita pembeni mwa barabara, imeacha barabara. Sasa ghafla nakuja kushtuka, gari inapoanza kusuko, naona mbele kama mti, nikakunja kona kidogo ili nisiugonge ule mti. Baada ya kunja kona, nikakuta sasa sikuangalia mbele kwa sababu gari iko kwenye mtingishiko mkubwa, nikakuta nimepiga mawe yamepigwa, gari kapaa, ikaja kushuka kwenye fensi ya mama mmoja Masai. Mtaona hapo mahara fulani ambapo kuna fensi ya mama Masai, ikapigwa na pale kwa mama Masai. Baada ya kupiga ile fensi, ikaenda kuvamia jiwe kubwa, ikaisogeza pembeni, ikaenda kukaa pembezoni mwa nyumba hiyo gari, yani kama mtu amepaki. Ikawa matairi yote hao yamepasuka, malima yamepasuka, kokote na airbag yote yamefumuka sunini, afu ikawa imepata kama shoti. Kwa hiyo zikaanza kuwaka taa ndani, ikiwa mida hiyo ya saa 9. Kama unavyoona hali ya gari jinsi ilivyokuwa. Nimekaa huko ndani, nikaa nawaza ninatokaje. Nimechanganyikiwa, nawaza kwamba gari inaweza kaanza kuungua moto saa hii. Lakini bahati nzuri, ashukuriwe Mungu, nikatoka kwa kupenya sehemu ndogo tu bana. Jiwe lilikuwa ni kubwa, limezuia pale kwenye mlango wa driver, na ile mlango mwingine ikawa ifunguki kwa sababu hii jinsi ilivyokaa hii gari Chevrolet, ikawa batani zake. Anyway, basi nikapenya kutoka pale. Kwanza nikauzuiliwa mkono, ukawa umenibana mkono, ubano kwenye nani, kwenye sini bana, kwenye nini kutoka, lakini hapa na maumivu makubwa sana. Kwa hiyo bana kwamba nishindo kutoka, lakini nikafanikiwa, nikatoka salama. Lakini cha ajabu, baada ya kutoka salama, wamekuja watu baada ya kusikia kile kishindo kikubwa. Walikuja majirani kwa nyumba hiyo ambayo Mungu ameisimamisha gari mahali hapa, wakaja kuniona. Baada ya kunitambua, kina mama kaanza kusikitika sana, wakaanza kutambua kwamba mimi ni fulani, kwa wakawepo hapo moja nami. Sasa mama mwenye nyumba hapo ana mtoto wake aliota ndoto siku moja kabla ya tukio kutokea,
Akasema nimeota ndoto, ajali imetokea, imekuja gari imehama kule babani, imegonga ukuta wa nyumba yetu, imebomoa wote, lakini yule mtu ambaye amepata hiyo ajali hajafa, yuko sawa. Basi mama akasema kwamba eti akaita wachungaji kuombea. Ni watu hapo wanakaa Masai, kaita kuombea hiyo nyumba, wakaombea. Kwa akaanza kushangaa kwamba kila hicho kiota mtoto wake jana yake ndio kinatokea usiku wa kuamkia leo. Naona kama unavyoona hapo sahihi hapo, hii ilikuwa imehama barabara, ni pembezoni kuna slope hivi. Kwa gari ilipita kwa speed, haikupinduka, ilikuwa ikalenge mti ule. Unaona kuna miti pale miwili, ilikuwa inalenga miti pale miwili, ikavamia pale. Hiyo kushtuka sasa ndo naiona inaenda gari kwa speed, nikazungusha kidogo tu steering, ndo kaelekea kwenye mawe hapo. Kana bwana hapo kaelekea kwenye mawe hapo, unaona hapo mbele, ikaiko speed gari. Hapo ikapiga hayo mawe. Ilipopiga hapo mawe ikaruka gari juu. Kwa sababu tairi zinaonekana ziliishia sehemu fulani hivi. Hiyo nayo tunakuja kuona asubuhi sasa. Zikaishia mahali fulani tena hakuna tairi. Katikati kuna mawe tu. Afu ikaruka kaenda kule kukuvanyia fence ya huyo mama wa Masai hapo. Unaona kama hiyo nyumba hapo mbele. Kwa ilipiga mawe makubwa haya. Gari ikapita. Unaona, iliruka juu ikapita kufika huko, ikapiga tena juu kutafuta nafasi iweze kupaki pale gari. Hata ukiniuliza kwamba sasa kwani nilikuwa naendesha, sio naendesha. Hata sielewi, mimi nikaa nang'ang'ana na shangaa niko juu. Sielewi. Unaona nilipofumua gari hapo, ikafumua mawe, ikachimba tafikiri grader. Lakini gari ile ndogo tu Chevrolet. Unaona kama unavyoona hapo, huyo ndugu yangu alikuja hapo kutoka hapo Arusha kuja kunifuata hapo baada ya kumpigia simu. Kuangalia gari ilipiga jiwe, ikasogeza pembeni ili kusogea nikakae mahali ambapo Mungu anataka mimi niwe salama. Angalia gari, ukiangalia kwa haraka hata watu wanaopita kwa barabara ile kubwa hawaelewi kama eti kama imetokea ajali. Yaani imekuja kupaki hapo sasa. Hapo ndo ningangana hapa, nilizuiliwa na jiwe hapo mlango wa driver hapo, nikazuiliwa na jiwe, lakini nashukuru Mungu. Yaani nilifanikiwa kupata mpenyo kutoka. Kama unavyoona hapo airbag zote zilifumuka, mpaka hapo dashboard hapo ilifumuka. Kila yani jambo ambalo namshukuru Mungu kwa kweli kwa uzima ambao Mungu amenitetea kupitia mauti. Nilikuwa naona mauti kabisa. Na ajali usiombe itokee kwako. Sikia tu kwa mtu mwingine kwa mimi itokea ajali. Ndio ilikuwa hali katika hapo. Hiyo gari zote tairi limbs zote ziko chini. Hapo chini gari imekaa kama vile yani limbs zote zimepasuka, unaona kama vile limbs zimechanika, nafikiri ndo mchana wende. Taya zote zimepasuka. Lakini nikakumbuka kitu kimoja wakati napita bwawa Mtea. Kwa mama alikuwa anaungisha samaki. Kuna baadhi ndio niwaungisha, wengine hakupata na nafasi ya kuuza. Nikatamkia kitu. Nikasema anyi wengine nitawabariki tu. Baada ya kuwabariki hao watu waliniombea maombi, akasema ulindwe na Mungu akuepushe na mabaya. Na hata mabaya yakitokea usidhurike. Walitamka kina mama, walitamkia watu 14 waliniombea. Nikasema kweli sadaka ina nguvu. Baada ya kuwabariki walitamka maombi, na hakika maombi yao yamejibiwa mbele za Mungu. Asanteni.